Kumekuwa na utaratibu wa matajiri kuwaona masikini kama vile wamekosea ama hawana akili na wamekosa mbinu kabisa za kimaisha. Karibu kusikiliza hadithi hii yenye visa vya kusisimua, vya kutisha na vya kushangaza kuhusiana na tajiri aliyepiga teke chakula cha masikini na yaliyomkuta ni mazito ambayo hakuyasahau kamwe kwenye maisha yake. Mojawapo ya jiji kubwa lililokuwepo huko Afrika ya Magharibi, nazungumzia nchini Nigeria, kulikuwapo na tajiri mmoja aliyekuwa akiitwa Ololu. Ololu alikuwa akimiliki kampuni kubwa za usafirishaji pamoja na mabasi, lakini pia akiweza kuhusiana na masuala mazima ya biashara za madini. Ololu alikuwa na marafiki kutoka mataifa mbalimbali ya Ulaya ikiwemo Spain, Italy pamoja na Ugiriki. Ololu alikuwa ni tajiri mwenye dharau kweli kweli, hata wafanyakazi wake walikuwa wakimheshimu na kumwogopa vibaya kupitiliza. Hata pale ambapo alikuwa akichelewesha mishahara yao, wafanyakazi hao walikuwa wakikaa tu kimya wakisubiri tajiri aongee, ndipo ambapo watapata mishahara yao. Hawakuwa pa kwenda kushitaki wala pakuwa na kupeleka malalamiko yao, kwa sababu Ololu alikuwa anajiweza kifedha, alishika sekta mbalimbali na wengi walikuwa wakiogopa pia. Ololu alikuwa ni tajiri mwenye kupenda wanawake, starehe pamoja na kuwatumia wale ambao walikuwa wakileta vidogo vyao kuwanyonya na kuwafanya kama vile sio watu. Pembezoni mwa kampuni ya Ololu alikuwapo bibi mmoja ambaye aliweza kuishi na mume wake, wakiweza kumiliki eneo kubwa ambalo Ololu alinunua baadhi ya eneo hilo kutoka kwao. Lakini Ololu alienda nje ya mikataba mara baada ya bibi huyo kuweza kufariki na kubaki mumewe aliyeitwa kwa jina la Onua. Onua yeye alikuwa akidai gharama pamoja na haki zake ambazo Ololu alikuwa ametoka nje ya mikataba. Walikuwa wakijibizana sana na Ololu, lakini Ololu kwa kuwa alikuwa ana utajiri wa mali na fedha, mzee huyo hakufua dafu. Kilichofuata, Ololu alimsweka jela mzee huyo kwa kumsingizia makosa ambayo hakuwa nayo, na kwa kuwa alikuwa na fedha ilikuwa ni rahisi kumtengenezea mtu kesi ambayo hata wewe ukisimuliwa utaamini kwamba ni kweli, lakini sio kweli, bali ilikuwa ni kesi ya kuweza kumsingizia ili tu asimsumbue kwenye biashara zake. Tabia kama hizi za Ololu zilizidi kufululiza siku baada ya siku, mawiki baada ya mawiki, miezi mpaka miaka kadhaa. Ololu alikuwa bado akiendelea na tabia zake mbaya za kuwanyanyasa masikini na kuweza kuwadhulumu hata vile vidogo alivyokuwa navyo. Siku moja Ololu alikuwa akipita kwenda kununua mashamba huko vijijini. Wakati anatoka mjini na gari lake, alishuka sehemu moja kwenda kupata chakula. Wakati huo pembezoni mwa barabara hiyo kulikuwa kuna ombaomba wengi sana wamejipanga, wengine wakiwa na mabeseni, wengine wakiwa wamebeba mifuko ya kuombea pesa, na wengine wakiwa wanaomba vyakula. Ololu yeye kama kawaida yake
tabia yake ya kuwachukulia poa, kuwadharau na kuwanyanyasa masikini ilikuwa iko pale pale, tena ilikuwa ikizidi kuongezeka, na huwa hana huruma hata kidogo. Alikuwa na roho mbaya iliyopitiliza kiasi kwamba hata watu wengine walishangaa ni binadamu gani huyu mwenye roho hii. Sasa Ololu, baada ya kupiga hatua kadhaa kuelekea katika mgahawa mmoja wa hapo mjini, aliweza kumkuta mzee akiwa ameshika bakuli kubwa la wali likiwa na nyama. Mzee huyo aliyetoka kununuliwa na mojawapo ya matajiri waliokuwa wamekuja kupata chakula kwenye mgahawa huo, kutokana na huruma aliyokuwa nayo na alivyomtazama mzee yule alivyokuwa akitetemeka kwa njaa kali huku akilalamika, basi hakuona si mbaya kama atamnunulia chakula mzee huyo. Mzee alipewa chakula. Wakati alivyokuwa akitoka na chakula hicho, kwa bahati mbaya mzee huyo alienda kukaa karibu na gari la Ololu. Ololu yeye, kutokana na tabia yake hile na kutopenda masikini na kuona kama wanyama hivi hawafai kupewa thamani, alienda na kupiga teke chakula cha huyo mzee, huku akimwambia kwamba wewe mjinga, masikini takataka, unathubutuje kusogelea gari langu ukiwa unanuka na chakula chako ambacho hakina thamani? Unanijua mimi? Na maneno mengi machafu yaliyojaa kejeli yalimtoka mdomoni Ololu, na aliendelea kumdhalilisha mzee huyo kiasi kwamba watu pamoja na waliokuwa karibu na eneo hilo walizunguka kutazama vitendo ambavyo Ololu alikuwa akimfanyia mzee huyu masikini fukara asiyekuwa na kitu, aliyekuwa akilia na kudai anaonewa. Lakini kumbe mzee huyu alikuwa ni mzee mwenye miujiza ya ajabu sana. Baada tu ya Ololu kuweza kupiga teke chakula cha huyu mzee, Ololu ghafla alianza kujisikia vibaya. Wakati huo alivyokuwa akizidi kumsema mzee huyo, mdogo mdogo alianza kuishiwa nguvu, na ghafla Ololu aliweza kuanguka chini. Ndipo baadhi ya watu waliokuwa wakisikiliza mzozo huo na waliozunguka eneo hilo kutazama kilichokuwa kinaendelea walimsogelea karibu na kumwangalia ni nini ambacho kimemtokea Ololu, ingawa wengine waligoma kabisa kwa tabia yake mbaya aliyoonyesha kumsogelea. Lakini wapo baadhi ya watu hapo waliokuwa wakisikia sifa za Ololu, ingawa wengine walikuwa hawajawahi kumuona, lakini wapo ambao walikuwa wakimfahamu kwa sura, kwa sababu Ololu alikuwa ni tajiri mkubwa na alikuwa akifanya biashara sehemu mbalimbali. Sasa mzee huyo, baada ya tukio hilo kutokea, alinyanyuka na kuokota mkongoja wake na kuanza kuondoka mdogo mdogo, huku akicheka sana. Watu wengi walishangazwa na kitendo cha mzee huyu kuonekana alikuwa akicheka sana, wakati muda si mrefu alikuwa akihuzunika na kulia kwa kitendo alichomfanyia Ololu. Sasa swali ambalo watu walikuwa wakijiuliza, huyu mzee amemfanya nini Ololu? Je, haogopi kwamba bilionea kama huyu ameweza kumfanyia vitu vya ajabu? Kila mmoja eneo lile alibaki na maswali kichwani kwamba ni nini kilimkuta Ololu. Baada ya hapo walimbeba na kumpeleka haraka hospitalini Ololu. Lakini mara baada ya Ololu kuamka, watu wote walishangaa. Ololu alibadilika na kuwa kichaa, na baada ya masiku kadhaa familia yake ilikuwa ikihangaika kumpeleka mahospitali mbalimbali ili tu aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Mke pamoja na watoto wa Ololu walizidi kuchanganyikiwa, vilio vilitawala nyumbani kwake, lakini mwisho wa siku Ololu alianza kuwa kichaa
kutokwa na akili, kuuza mali zake, na mwisho wa siku Ololu akarudi kuwa masikini wa kutupu.